Kwa mwanangu maisha ndo yanaenda kama hivyo yani. Na kitu kingine ninachotaka kujua kutoka kwako Mr. Rankada. Kitu tunachosema kwamba hebu nipe umuhimu mmoja wa DJ kwenye shughuli zetu. Yani umuhimu wa DJ kwanza. DJ ndio mtu ambaye anasherehesha sherehe, inaitwa sherehe. Ndio. Yani udambu wa sherehe, kuitwa sherehe. DJ kufanya maelekezo kama DJ ndo kila kitu in short. DJ ndo kila kitu. Bila muziki kila kitu ni muziki. Duniani ni kila kitu ni muziki. Ni kweli. Yaani usifanye kitu bila muziki. Hata taifa lenyewe pia lina muziki. Lina muziki. Kila taifa lina saini muziki. Saini ya kurepresent. Kama Tanzania tuna wimbo wetu wa taifa, Brazil. Kama wale watu ambao muziki ndio kila kitu. Kuna muziki pia ni msamaha. Wanapenda kucheza game, kuna kimuziki fulani wakikisikia wanajua hichi kimuziki kinatokea. Muziki pia ni msamaha pia. Nchi gani? Msamaha. Muziki pia kuna kukosea. Ndio. Yaani muziki una maana kubwa. Unafikisha ujumbe kwa jamii kwa wepesi. Unakuta mtu pia na stress fulani, pia muziki atarefresh. Umeona? Au umekozana na mtu wako fulani, labda mpenzi, labda katika mfano ukasikia ukaona mbona tu ni mambo ya kawaida kukosea, unaweza kusamehe pia. Yaani muziki unarudisha hata mahusiano fulani viko. Muziki unatuunganisha pamoja kwa sababu muziki ndio unatupa morality mpaka tunapata kitu kinachoitwa unity and solidarity. Yes, umoja na mshikamano. Hata wanajeshi wetu tunapowaimbia, kuna walioona mbali kabisa wakaimba music, vitamin music. Vitamin music aliimba Jomakin na Benpo na Belinine. Vitamin music. Muziki ni kitu kikubwa sana kabisa, kitu kinachotegemewa. Cha kwanza muziki ni sana. Sana. Kuna mtu hawezi kufanya chochote bila muziki. Yaani hata Mungu mwenyewe anapenda muziki. Kwa maana kuna mapambio. Ni kumsifu na anasifiwa. Kumsifu, kumwabudu. Kila kitu ni muziki. Unapotembea yenyewe ni muziki. Yaani mambo ya shule unapotembea unafanya hivyo unapojiongea ni muziki. Mambo ni mengi sana. Labda tukuulize yani kitu ambacho labda kitatupa faida mimi hapa nilokufuata DJ Musa pamoja na mdau ambaye anaangalia sasa hivi au anatuangalia kupitia channel yetu ya YouTube. Hivi afanye nini au aache nini mtu ambaye anatamani kuwa kama wewe leo kikazi? Yani unamshauri nini mtu ambaye anataka Nesta kuna mteja hivi? Unamshauri nini mdau ambaye yuko tayari na yeye kujiriski kama ulivyojiriski wewe kwenye upande wa DJ? Unamshauri nini wewe mtu? Au nini afanye au nini asifanye ili asije akakosea kama waliokosea? Na ili akifanya apatie kama walivyopatia wengine, kama kina Liza, kina Istukiz na wengine. Ishi kubwa ni kupambana pia kuwasikiliza watu ambao kutokujifanya machino ujuaji. Ni shoti kuwasikiliza watu ambao wamemtangulia kwenye game. Pia ushauri wa watu ambao unaangalia ushauri huu kupokea maana ni unaonana na jamii pia. Jamii inakuangalia, jamii pia inakuzungumziaje. Ndio pia watu wanakuambiaje bana, si mwana kufanya hivi na hivi, unatoka unapapachweti sasa hapo. Ndio hii inakuaje hapa vya nikifanya kweli hiki tunaona kama mbona ni faida. Umeona? Ndio ya tu usikilizaji usimdharau pia mtu usimjua. Ndio unasikiliza mawazo ya mtu tofauti, kila mtu ana mawazo yake. Ndio unaangalia mawazo ya mtu yote, unaona sasa mbona huyu, unajua kila mtu anaangalia muonekano wake. Ndio vitu kama hivyo. Okay. Na mtu yani ni tulichokuwa tunataka tujue, labda wewe mpaka hapo ulipofikia kuna vitu umefanya
Unajua ni maproducer wengi au ma DJ wengi tukija tukiwauliza tunawakuta ni watu ambao wamehaswa. Kwa huku kwetu kuna mtu alikuwa anatoka zake hapa anaenda zake, labda nichukulie mfano, labda kuna mtu anatoka zake labda Tegeta, sawa, anatoka Tegeta anaenda Ubungo studio tu, na kipindi hiko ni chalii, hana nauli. So yani akifika kule tena aanze kukutana na producer yenyewe, aanze kumfundisha kidogo, arudi nyumbani hivyo hivyo. Yani inakuwa ni ili mradi mtu anapata kitu kwenye uhali ugumu sana. Na hii yote mtu yani, na hii nataka nijue ili swala la mtu kuto kumfungulia mwenzio njia rasmi na hali ya kuwa unajua hii inatokana ni wivu wa maendeleo au ni funzo anatamani kukupa ili upate knowledge fulani hivi itakao kusaidia. Issue ni kufight, lakini pia upande mwingine kuna mtu anajua kabisa wewe mbona kama anajua afu akanipita. Wivu wa maendeleo. Ni shoti ni wivu wa maendeleo. Anajua kabisa huyu mtu akifanikiwa ameniua na mimi kwenye mtindo wa biashara. Yaani unakuta wewe una kitu kikubwa kumzidi yule mtu. Sasa akati anaweza pia akakufanya wewe ukatoka na still ukampa respect na yule ndo akafanya wewe pia ukapata njia nyingine. Yaani sema jamaa wangu huyu alinifanya hivi, mimi ndo na kanishauri, unaonekana kumbe huyu jamaa hapo kuangalia feedback yako, mbona anafanya kweli vitu vidogo, naona kama na panda kweli jamaa na kitu. Sasa nimemwelekeza huyu jamaa anaonekana hivyo. Sema ndo shida ya bongo sisi kuoneana nini wivu wa maendeleo. Lakini wenyewe wanasema wivu wa maendeleo sio mbaya, lakini wivu wa maendeleo kuna vile vitu ambavyo vizuri venye haki. Mimi nahisi bwana huo utakuwa sio wivu wa maendeleo, huo utakuwa ni uchawi. Huo utakuwa ni uchawi. Huo ni uchawi. Maana uchawi ndio hapendi maendeleo kwa mtu. Hamna wivu wa maendeleo, utakuwa wivu wa maendeleo ili labda uige kile kitu. Yaani uige bana kama kwa nini amekiweza. Mfano mdogo, yani tukiangalia kuna maproducer mpaka leo kuna sign zao wameziacha. Unamkuta labda mimi bwana mtu alionitoa mimi ni Majani, mimi mtu alionitoa mimi labda ni nani, mimi mtu alionitoa mimi ni nani. It means that ina maana kwamba yani ni kama Diamond kujiproud kwa Konde. Ina maana kwamba maana bila Konde kwa vile bila somo, yani Mungu ndo amefanya Konde paka kabisa. Naye anatishia yani kabisa. Yani binadamu tunachojisahau ni kitu hichi kimoja pia. Tunasahau kwamba ipo siku one day mimi hapa binafsi nguvu zangu zitaniishia, nitahitaji msaada. Huo msaada nautolea wapi? Yani iko kitu ambacho tunajisahau kwamba tulizo kucheza karata zako vizuri. Ukicheza karata zako vizuri vile zinavyotakiwa, kwamba go and return. Nyuma nimepanga majeshi, mbele nimepanga majeshi. Yani nyuma nina watu ambao wananitegemea mimi kwenye hii sanaa yangu au kwa kazini. Hawa ni watu wangu ambao wapo kwenye baundi yangu, nimeitengeneza baundi yangu. Na mbele pia kuna watu ambao niliokuwa na wasikiliza na kuwafuata. Hata nitakapoanguka basi kuna nguvu fulani watanipa maneno ya kunihamasa. Na hivi ni mfano nimeanguka kabisa, basi nyuma nina comeback ambayo yani watu ambao niliowatengeneza mimi na wakafanikiwa. Kwa hiyo it means kwamba bado atakuwa wapo kwenye under control. Umenielewa vizuri? Kwamba wewe DJ hapo sawa Rankada, hapo ulipo unatakiwa uwe na kizazi ambacho akiongelewa tu Rankada wana appreciate, wanasema Rankada bwana, bila Rankada mimi si chochote. Bila Rankada nisingefika hapa nilipo. Sio kwamba wewe ndo unatoa uhai au wewe ndo unatoa riziki, no. Kuna something tu umeshiriki, kitu ambacho wewe kakujalia Mungu, alafu wewe tunakifanya kukiziba, na Mungu kwenye maandiko yake ashasema hichi kitu kimfikie yule. Ni kweli. Unaelewa? Hautaweza kuzuia. Kiufupi wewe utachelewesha, lakini kumfikia yule lazima kitamfikia. Na kama kulikuwa kuna respect zinatakiwa zije kwako, zote zinago. Kweli. Yani wewe mwenyewe ndo umejizibia risk. Unaambiwa kwamba anaambiwa adui wa mtu ni mtu mwenyewe. Kweli. Wewe mwenyewe ndio adui wa kwako mwenyewe, lakini wewe mwenyewe hutaki kuwa adui.
basi usifanye mwenzio ukamfanyia mwenzio uadui. Unajua sometimes Kwambia pia eti wema sana uzaa dhambi. Wema sana uzaa dhambi, of course. Kwa sababu kama una 1000 wewe familia yako haijala nyumbani. Nikiongelea familia kuna mtoto, kuna mke. Sawa? Alafu kuna wewe mwenyewe. Tuchukulie una buku. Anakuja mtu mzima au anakuja mzee, anakuomba ile hela. Ukimpa ile hata Mungu mwenyewe hawezi kukuandikia thawabu. Nyumbani una mtoto ajala, alafu nakuja kumpa huyu mtu ambaye umekutana naye barabarani ana uwezo wa kutafuta riziki. We. Kama zipo zaidi ya 3000 au zaidi ya 6000 ukimnyima, Mungu mwenyewe anaona pia kwamba jamaa roho yake yani ni hatari sana. Lakini kama iko yenyewe hata appreciate, sababu mwenyewe anajua kwamba mja wangu hapa uko vibaya, mja wangu hapa uko hivi. Hiyo ni appreciate sana. Lakini sasa all in all Rankada bwana, tunatamani sana tukuone na wewe unamiliki studio, tukuone na wewe na kizazi. Kama itawezekana kumiliki studio, hata mwenyewe una uwezo wa kujishawishi kuingia kwenye sanaa. Mimi naamini katika watu namba 1 na uwezo wa kusikiliza muziki na wa kudetermine ni maproducer. Yes. Namba 2 ni ma DJ. Kwa sababu producer yeye ndo production area. Kwa lazima awe ana feeling nyingi sana za kusikiza muziki. Akikaa tu ana uwezo hata wa kugonga hapa, producer akaanza kuimba. Producer ana uwezo wa kusikiliza muziki kwenye mionekano tofauti. Anaweza akasikiliza muziki akachukua vinanda tu vya nyimbo fulani vikabamba huko. Kwa hiyo naamini kwamba nyinyi ndio watu ambao mnatakiwa mna hit song kama Istokiz, kama DJ Kali na wasanii wengine na maproducer wengine. Kina na Ray. Tuliona ilikuwa inafanya vizuri tu industry yake. Sure. Hebu ambie chochote wadau ambao wapo mwanangu anakusikiliza. Appreciate sana. Huyo ndo Mameni Rankada. Tuliotoka kule tukaja kumpa hai huku. Appreciate sana Rankada, ametupa chochote alichokuwa nacho, Mungu alichomjalia. Huyo ndo Mameni Rankada, waambie chochote wadau. Bana, karibuni sana Soweto, Moshi, Kilimanjaro. Si tuko pande za Soweto hapa Mawazo. Katika masuala ya muziki tunaongea kama hivi. Kwa wanangu, upenda muziki ni kila kitu. Muziki unakufanya na refresh your mind, muziki unakupeleka katika maamuzi fulani. Kama umegombana na mtu wako na nini akakurudisha kidogo katika mambo fulani. Ila kumbuka pia kuna maisha, unakukosea, unakusamehe. Kwa nini usisamehe wakati Mungu anakusamehe mara 70? For sometimes don't give up kwenye maisha, tupambane, tupendane, tuone nguvu kwa umoja kama hivyo. Poa. Huyo ndo DJ Rankada, appreciate sana. Please usisahau kusubscribe in my YouTube channel, andika real_user. Utakutana na account yangu hapo ili kupata updating zetu kila wakati, kila siku. Usiache kusubscribe. Leo nimefurahi sana, appreciate sana DJ Rankada, respect. Pamoja. Okay. Kwa wadau, leo content yetu ndio hiyo. Tuangalie content nyingine hapo zitakazokuja. Usiache kusubscribe hapo chini. Kuna kikengele fulani kitakuonyesha hapo. Ukikibonyeza tu pap, kitakuonesha sign fulani hivi kama celebration hivi fulani hivi, kwamba hapo utakuwa umesubscribe my YouTube channel. Appreciate sana. Usiache kunifuatilia. Please subscribe my YouTube channel. Pamoja.